Sasa ndugu yangu Sharifu, yani wewe ni rafiki yangu mkubwa sana. Yani sasa umekuwa ni kama ndugu yangu. Ndio. Ila Sharifu, ndugu yako kuna mambo yanamtatiza. Yani kuna mtu kaja kunidokozea. Unamfahamu Juma? Juma namfahamu. Sasa Juma kuna maneno fulani ananiletea sasa. Nikasema nisijiaminishi moja kwa moja. Inabidi nifanye uchunguzi wangu na mimi ili nijilizeshe. Wewe shemeji yako si unamfahamu? Shemeji yangu mimi namfahamu. Sasa shemeji yako naona kama vile simuelewi, yani kuna njia yani naona kama anataka kubadilika yani simuelewi. Sasa Sharifu, wewe ni ndugu yangu. Ndio. Sasa nilikuwa nakuomba jaribu shemeji yako kumtongoza. Yaani hivi una akili timamu kweli? Sasa Sharifu, mimi nimekuomba. Wewe ni ndugu yangu, nimekuomba. Sio kwa ubaya lakini. Kwa mfano amenikubalia. Sasa na mimi ndio kitu nilichokuwa nataka. Atakapokukubalia au atakapokatalia, hilo jibu atakalokupa ndio ninalolitaka mimi. Hivi unampenda kweli mke wako? Sana. Unanipa mimi mtihani gani? Kazi gani? Sharifu. Yaani mara 10 ungeniambia nimfuatilie nyendo zake lakini sio mimi kwenda kumtongoza. Sharifu, sawa. Sijakataa. Kumfuatilia unaweza kumfuatilia lakini mimi nimekuomba mtihani ni mdogo tu. Sharifu, yule ni mke wangu, nampenda sana kuliko kitu chochote kile. Yaani kuliko kitu chochote kile. Yaani maisha yangu mimi nimewekeza kwake. Ila si unatambua mimi anijui? Kabisa, wewe usijali. Kwani Juma alisemaje? Wewe Juma hata na wewe fanya hiko kimtihani tu kidogo nilichokupa. Sawa. Mimi ndo niko maeneo haya. Ndio kwenye hii njia ambayo zinaweza zikakutana hapa. Halo. Halo. Habari yako? Safi mzima. Mzima? Samahani kama utojali. Kwa naomba dakika. Maana kuna mtu alikuwa anampigia hapa ghafla salio langu likakata. Sawa lakini sijui kama linasalia. Asante. Sawa. Naona naye patikani. Nafikiri sijui mtandao utakuwa Baba salio hamna. Sawa? Vipi hapa ndo nyumbani hapa? Hamna, hapa ndipo tunapunga upepo. Sawa. Kama utojali basi naweza tukaongozana. Maana na mimi nilikuwa naelekea huko. Kaka, umenikuta nimekaa hapa. Sio kwa mimi naenda. Haya, asante. Haya. Sharifu kama Sharifu. Vipi ndugu yangu? Safi. Kamda kadogo hapa toka juzi ile tumeachana kimya. Bwana mambo haya mahangaiko. Unajua jua lenyewe linawaka ugali nyumbani. Sasa Sharifu. Vipi kale kaishu tulichokuwa tumeongea kanaendeleaje? Bwana nilipotoa mguu tu pale nikaenda moja kwa moja. Fika uzuri nilikutana naye kibandani. Nikamwambia nina shida naye kuongea naye. Bwana we mke umepata. Mke wako ninavyokuambia hata namba ya simu alinikatalia. Anasema mimi namuogopa mume wangu. Nikasema ndo maneno aliyokuwa anataka Kanyabazanga Kitasa. Nikasema sasa bwana Kitasa hapa nitaenda kupelekea jibu gani? Nikasema
kwa kuwa nimeshajiridhisha kwa upande wangu, labda atafute mtu mwingine akamwambia aende kumpa kujaribu naye na bahati yake, pengine yakaja majibu tofauti. Lakini kwa upande wangu mke umepata. Hapo ndugu yangu Sharifu, yani hapo sasa umenifanya moyo wangu umetulia. Bwana, mke wako ni msiri sana, alafu anajielewa. Maana moyo wangu ulikuwa unarukaruka kama chula. Sema sasa ndugu yangu, nashukuru kwa jibu ulionipa. Lakini sasa hapa nimepita tu kama dharura, maana kuna sehemu natakiwa niwahi. Sasa kama vipi sijui nikuache mimi niwahi kwanza huko juu. Hamna shida. Basi poa ndugu yangu. Safi. Poa. Muda tena unapitia? Sijajua kama nitapata muda. Haya sawa. Poa. Haya. Bwana Kitasa alinipa kazi. Niambie ndugu yangu. Kazi yenyewe alionipa, yani naweza nikasema ni kwenda kumjaribu mke wake kama anampenda ama hampendi. Maana unajua Kitasa bwana ana mambo ya ajabu siku hizi, simuelewi. Sasa amenipa nikamjaribu mke wake. Je, anampenda kweli? Nikasema kwa kuwa mwanangu amenipa maelekezo amuelewi mke wake, nikasema acha niende. Hiyo siku bwana nikamuona amekaa kwenye mti, nilikuwa kwenye kona, nikasema hapa ndo napomlia. Nikajitoa pale tipu. Amuona pale nikaanza kujipigisha masimu ya uongo na kweli. Simu hazipokei, simu haziiti. Nikafika hadi pale, nikajifanya simu yangu imeisha salio, nikajitanua pale. Nikasema hapa kama Sharukani Mwindi. Mwindi. Nikamfuata hadi pale, nikamwambia kwanza dada habari. Akaitikia, nikasema mashaallah. Nikasema sasa hapa ni uongo tu. Nikamwambia salio langu limefanyaje? Limeisha, niazimbe simu yako nimpigie mtu. Akakubali, akanipa simu yake. Sasa nilichofanya sikumpigia mtu, nikachukua namba yake. Anijui. Nikaipiga kwenye simu yangu. Kaisave afu nikajifanya simu ya yule jamaa nilopigia imekatika, hayupo hewani. Basi nikaona haya mambo yanaendeleaga hivi usiku sasa. Nikamwibisha, nikamweleza yule demu, akakubali. Sasa najiuliza naenda kumwambia nini Kitasa? Maana nilimwambia mke wako anaonekana mgumu sana. Yaani anakupenda kweli kweli. Nikaamua niachane naye. Yaani ina maana Kitasa muamini mke wake tuseme. Mimi sijui nimempenda mpaka kupewe kazi hiyo. Na amenikubalia. Na tayari kashakukubalia. Sasa usiulambe. Mle. Sasa mpaka anakupa hiyo kazi na maana muamini mke wake, si ndio hivyo? Na yeye ajiamini. Sifahamu. Wewe babu kula. Eti? Kitasa, unajua Kitasa ni mjuaji. Unaniweka njia panda. Sasa njia panda ipi baba, ya Kikuya wapi? Wewe lamba. Eti? Babu, haya maisha sio kucheka na mumutu babu. Hebu ngoja tuone, maana Kitasa mimi nilimfuata nikamwambia mke wako akanikatalia. Kwa sababu nakwambia Kitasa ni mjuaji. Na kama unamfahamu Kitasa, juzi mimi umeona ile show kancheka hovyo pale. Sasa na mimi nishapata kitu hapa cha kumfanyia kazi. Sasa wewe cha msingi mwanangu komalia. Yaani hapo kama ilikuwa ni gia namba 1 ongezea hadi 5. Tena yule mpigie shopping ya maana baba. Mtoe out, chengeshe sehemu. Ningekuwa ni mimi masaa mawili ningekuwa nishamaliza kazi. Mimi nisingechelewa. Angenipa hiyo kazi. Baba hilo zali piga. Na mtoto mwenyewe alivyo mweupe vile. Kitasa anamfubaisha. Wewe baba, wewe kula. Hayo ndo maneno. Kwani Kitasa atajua? Hawezi jua. Sema kweli. Akitaka kujua ndio utakuwa umepona. Nitamuimbisha mke wake kimya. Sasa yule tengenezea mazingira mazuri. Acha kwa ubaili, tengeneza mazingira. Rangi nyeupe ile mashallah. Kitasa, unakumbuka ile nyimbo inasema kula mjomba lakini siri. Unaijua? Kimya. Sasa wewe utauponza ukitaka kuongea. Sasa atajua. Hawezi jua, akitaka kujua ndio utataka mwenyewe ajue. Sawa. Ngoja. Kama angenipa mimi hiyo kazi ni masaa kadhaa tu. Ningekuwa nishamaliza. Twende basi tuangalie mechi maana naona sawa muda unakaribia. Nilikuwa natamani sana kama siku ya kesho tungepata nafasi tukatoka wote. Saa ngapi? Nafikiri jioni.
Sijui kama nitapata nafasi jioni, ila nitajitahidi. Sio utapata nafasi, wala sio utakuja. Yaani hemu angalia, maana nani namfahamu mimi ratiba zake mchana, jioni ndio kwenye mizunguko yake. Wasi namjua yule naye mume wangu mimi kitu chake mwenyewe akijua kama mwenyewe. Yaani mimi mara nyingi muda nakuwa nayo mchana. Jioni yani sio sana. Sasa nawe unataka kujitahidi kitu gani? Unakuja. Tunatoka wote jioni tunaongozana pamoja. Mpaka kule. Sasa unataka kuniambia uangalie ratiba gani? Basi sawa, mimi hata kama ungesema asubuhi ningekusubiri wewe. Yaani ukisema tu tuende tunaondoka, tuongozane kwa pamoja tutembee. Hamna shida. Ila mimi ninachoomba kwako, naomba tu uaminifu. Maana sasa hivi asilimia nyingi wanaume yani waaminifu hamna. So mimi namchichi mume wangu na kwa na wewe afu naona kuna mambo mengi yani hapo tuelewane. Ila tu ndio naomba. Sasa hapo unaanza kumtia wasiwasi. Asijue. Mimi hawezi jua kwa sababu yeye mwenyewe ana mizunguko yake ikifika muda ya mchana, jioni. Namjua. Basi poa, basi leta kuacha. Haya. Ndugu yangu. Aisee, kuna upumbavu nimeufanya mpaka najutia. Unajuta na nini? Sharifu. Sharifu kuna kazi nilimpa. Nikamwambia kamtongoze shemeji yake. Ameenda kamtongoza. Jibu aliloniletea kwamba shemeji mgumu, shemeji kakataa. Umeona? Lakini kwenye pita kichochoroni nakuta wameshikana, ni kitu ambacho mimi mwenyewe sijaelewa kabisa. Anasema shemeji mgumu huko ameshikana. Sasa nielewe kipi? Aisee, unajua Kitasa ni mjinga sana. Yaani mimi sijawahi kufikiria ujinga uliofanya kama huo. Yaani wewe ina maana ulikuwa muamini mkeo, sio? Alafu kuna urafiki gani wa mke? Ndo kama hivyo sasa hivi Sharifu, penzi jipya. Unategemea nini tena? Huo ni umaskini wa fikra. Mwanamke hawezi kuwa na mtu mmoja. Ulipata ujasiri gani wa kumpa mtu eti amtongoze mkeo kwamba ndio upate uaminifu? Na unaelewa mkeo jinsi alivyo, anashawishi mzuri. Vijana wote hapa mtaani hapa wanamtamani. Hata mimi mwenyewe tunamtamani. Ila ni kwa sababu wewe ndugu yangu navumilia najikaza. Alafu zeni eti umwamini, eti unampa kabisa kazi Sharifu. Sharifu wewe umjui? Umjui? Sharifu namjua, lakini sasa Sharifu mimi nilikuwa nimechukulia kama ndugu. Ndugu kwenye mke? Ndugu kwenye mke? Hamna urafiki wa mke ndugu yangu. Wewe ulichofanya ni ujinga. Na ni ujinga mkubwa sana. Yaani mimi sijategemea. Mimi sikio ulikuwa unanicheka mwenyewe unafurahi, lakini hii sasa imezidi baba. Hii ya kwako ya moto. Angalia sasa hivi unavotia huruma. Wenzako huko unakuta wanajidabua, wametulia katika upepo wao. Wewe unatia huruma hapa. Unategemea nini? Si ndo magonjwa mtaleteana? Alafu kingine Sharifu umemtuma kazi. Je, yule mwanamke akimwambia Sharifu kwamba wewe ndo ulimtuma kazi ya kwenda kumtongoza, tayari hapo anakuonaje naye? Kwa sababu anachofanya sasa hivi ni siri, usijue. Na mke wako ni mzuri mtaa mzima hapa. Kila mtu anamtaka kijana huko, hata mimi mwenyewe nilikuwa namtaka. Ila ndo vile ndugu yangu nikawa najishikilia tunajikaza. Haya tayari sasa hivi. Halafu yani mimi nashindwa kuelewa. Mwanamke hawezi kuwa na mwanaume mmoja. Wewe umwamini play part yako ukiwa naye vile, lakini mambo mengine eti ya kujua sio muaminifu, achana naye atakuumiza kichwa. Angalia sasa hivi unavokaa kisimanzi. Unakuta wenzako wako huko wanajidabua. Wewe unatia huruma hapa. Unategemea nini sasa? Si ndo magonjwa tayari hapa. Mwanamke ni heri akawa anafanya vitu vyake siri wewe ujui kulipo kumpa gawaidi, kwa sababu Sharifu si lazima atamwambia kama ulimtuma kazi. Mwisho wa siku inakuwaje? Si ndo umempa ruksa hiyo? Wewe umefanya ni maskini wa fikra sana.
Hapo kule nimezingua. Wewe ni maskini wa fikra. Ngoja ubebeshe hata mtoto ambaye sio wako wako tena. Ndio hicho unachokitaka. Mimi siku ile ulinichekea pale, kajiona mjanja. Angalia sasa hivi. Wamekubanganya. Sharifu. Muamini rafiki wa kweli kwenye mke. Hao jamaa wewe ni maskini wa fikra sana. Yaani mimi sijategemea kama ni mpumbavu wewe jamaa. Wewe awe ni mjinga sana. Wewe ni mjinga katika watu wajinga. Wewe namba 1. Ngoja mwenzako penzi jipya. Na unajua kaida ya penzi jipya linavyokuwa? Kitasa umeyakanyaga. Yaani ni umeyakanyaga. Sasa nakuja unisaidie mawazo tena, unanitukana, unanicheka kwa fezea tena, ina maana kwamba unanicheka kwa dharau. Sasa mimi hapa nakushauri nini? Labda wewe sasa. Mimi hapa nitakushauri nini kipya? Wewe acha penzi liendelee. Baba. Wewe tia huruma, wenzako wajidabue. Basi poa, mimi naenda. Anza Kitasa, hatujamaliza maongezi ndugu yangu. Sisi tuna mipango mingi sisi. Yaani sijawahi kutegemea mtu mjinga wa fikra kama wewe. Yaani ni heri ukakosa pesa lakini usiwe una umaskini wa fikra. Wenzako wanajidabua huko baba. Wewe unatia huruma, utakuja gongo na gari, angalia pikipiki hiyo. Hivyo, tajua mwenyewe utafanyaje tena. Acha wenzako wajidabue. Mpenzi wangu. Bes. Nimekuita. Kuna kitu nataka nikuulize. Niulize, mna shida. Unajua kwamba mimi nakupenda sana. Sana. Niko tayari kufanya kitu chochote kile juu yako. Ndio najua. Lakini kuna kitu nimeona kigeni kwangu. Kuna sehemu nimepita nimekuta umesimama na mwanaume. Sehemu gani tena? Kuna uchochoro fulani tu nimepita nimekuta umesimama na mwanaume. Na mnashikana. Kaka. Yaani mimi ndo kwanza nimeshinda nyumbani. Uchochoro gani? Au siku hizo umeanza kunifananisha tena? Bora kumenifananisha bwana. Sio mimi. Ina maana kwamba mimi wewe mgeni kwangu. Hamna, mimi ndio maana kwamba utakuwa umenifananisha, sio mimi. Jamani, watu wafanana. Basi sawa. Lakini nilikuona upo na Sharifu ambaye ni rafiki yangu. Sharifu? Sharifu gani huyo? Sharifu yule rafiki yangu, japokuwa sijawahi kukutambulisha kwamba yule rafiki yangu Sharifu, ila nilikuwa naye sehemu na nilimtuma aje kutongoza. Sasa ina maana umefikia stage ya kwamba mimi uniamini hadi unanitumia watu wajua nitongoze. Aya, sawa basi, kasha nitongoza usharifu na isimia wewe. Lakini utajuaje kama na mimi nilikuwa kweli nimemkubalia ukweli? Yaani pamoja na mimi kukufanya wewe kama mume wangu na aliyekuwa hata nyumbani kwetu hakujui, mali hujalipa, bado unachezea michezo ya ajabu kama haya. Haya mambo ya kitoto. Hivi utakuwa lini wewe? Kwa mimi uniamini na maana kwamba. Haya, usajuaje kama na mimi nilikuwa nampima nimuone ana akili ya wana? Sasa unampima vichochoroni? Mnashikana kweli? Kumpima gani huko? Yaani kwanza hebu achane na mambo ya vichochoroni. Yaani tu sijaamini kama upumbavu na unaweza kufanya. Yaani nimefikia stage mimi uniamini, unanitumia watu tojua nitongoze. Aya, sawa, kanitongoza mimi nimemkubali, lakini sio kama nimemkubali kwamba namtaka. Na mimi nilikuwa nampima nimuone ana shida gani. Sasa kumkubalia ukweli kabisa mnashikana, mnakumbatiana. Na mimi nilikuwa labda je nampima. Unampima kwa kukumbatiana? Wote kumuona vibaya kwanza. Kwanza mimi sijakumbatiana na mtu. Yaani hapa nishaona wewe mwenyewe unanipotezea tu muda. Yaani kama umeona mimi hapa sikufai, unaona mimi na mambo mengi. Basi tu kila mtu afuate mambo yake. Tujue tu moja.
Kwa hiyo sasa hivi imefikia huko baada ya kuona sasa mahusiano na Sharifu yameanza kunoga, ndio anakuja kuniambia hivyo mimi leo, si ndio? Alafu yaani mimi hapa tukiufupi siwezi kuwa na mtu aniamini. Yaani mimi hapa nilikuamini wewe 100%. Nikakupa moyo wangu wote. Aliyakuwa hata nyumbani kwetu mahali hujatoa mimi nimekuchukulia kama mume wangu. Naishi na wewe, ndugu zangu mimi hawajui. Lakini wewe unanichukulia si unaniona mimi yani sijui ni mtu gani yani sikuelewi yani. Hebu sikia mimi nikwambie. Hapa mimi nachoona kila mtu afuate tu mambo yake. Hapo mbona wanaume hapo wengi? Nitapata tu mwanaume mwingine. Alafu mwanamke haiwezi kuwa na mwanaume mmoja. Mwanamke akiwa hajaolewa anatafuta wapi pa kutulia. Mimi nikaona kwako nimepata tulizo la moyo. Kumbe na wewe nawe ndio wale. Alafu mbona hata una mambo mengi? Basi fanya tu utafute pa kuelekea na mimi nitafute pa kuelekea. Au sio ndio mwafaka ule wa Mungu? Basi sawa, kila mtu ajue maisha yake, kabaki na Sharifu wako. Kenya baza. Vipi ndugu yangu? Salama. Kama kawaida kabisa. Salama. Sasa ndugu yangu Sharifu. Unakumbuka kuna ile issue moja tulikuwa tumeongea? Bado tu. Ana matatizo. Hamna matatizo. Ila Sharifu hapa naona sasa hivi kama kuna vitu sivielewi rafiki yangu. Ndugu gani tena hicho? Sharifu ulikuja ukaniambia bana shemeji yako mgumu. Lakini sasa hivi Sharifu sikuelewi. Kwani ulituma mtu mwingine nini? Wewe maana wewe? Sikuelewi. Hakuna, sijatuma mtu mwingine, ila Sharifu unajua na wasiwasi na wewe. Yaani kama vile kuna kamchezo unataka kunichezea, ni kama vile unataka kunizunguka hivi. Kitasa. Mimi sina hizo tabia. Na wewe mwenyewe unafahamu chuo tumesoma wote chuo, unanijua vizuri mimi. Tabia za kuzungukana mimi sina kabisa. Kweli Sharifu wewe ndugu yangu na mimi sio mgeni kwako. Lakini Sharifu wewe unanizunguka. Yaani sasa hivi naona kama penzi linataka ni wewe, yani sasa ni wewe unipige chini yani ukae wewe. Kwa nini nilikosea mimi kukutuma ndugu yangu? Ngoja bwana. Wewe umekutana na Juma? Hakuna. Sijakutana na Juma. Wewe kama umekutana na Juma wewe. Juma ninavyomjua. Haya shida nini? Amekwambia nini? Sharifu, hem tuachane na yote. Unajua juzi na sehemu nimeona mmesimama. Mnashikana wenyewe mnakumbatiana. Na wakati huo ulikuja ukaniambia shemeji mgumu. Shemeji anakupenda. Kwa hiyo yale maneno yote yalikuwa kinafiki. Bwana. Yaani kama umeanza kuugua, kama umeanza kuzeeka, bora uniambie. Juzi lini? Wapi? Saa ngapi ndugu yangu? Lini? Wapi? Sharifu unakataa ni wewe. Ni wewe Sharifu mimi sikujui. Ni wewe. Hamna bwana. Juzi mimi nimeshinda shamba. Kama unabisha, twende hata tukamuulize juu maana ndo nilipishana naye kule juu alfajiri. Sharifu ndugu yangu unanizunguka. Ni wewe kabisa, nimekuona kwa macho yangu mawili. Nimewaona kwenye uchochoro. Sasa bwana Kitasa, haki ya Mungu nakuapia. Wewe bwana unazeeka. Tena unazeeka vibaya. Yaani uzeeki hivi hivi, unazeeka tena unazeeka. Bado hata mvi zianza kutoka unaanza kufananisha watu. Haya, jana mimi kwa nimevaaje? Jana mimi sikuepo mtani. Sasa muone unavyojikanyaga. Mimi nasema juzi, wewe unasema jana. Juzi hiyo mimi sikuepo. Sharifu ndugu yangu, nashukuru. Kwa hiyo unaonifanyia nashukuru. Mimi ndo mwenye makosa kukupa hiyo kazi. Kitasa, mimi nakwambia ukweli mke wako ni mbishi mgumu. Hajanikubalia na kama angenikubalia wewe mimi ningekuja kukwambia. Wewe unijui mimi? Kwa Sharifu ndugu yangu, mimi nimeishi na wewe miaka yote kama ndugu yangu, kama rafiki yangu. Leo hii kweli wewe wakuja kunifanyia hivi kweli kabisa? Na unajua kabisa bana yule pale ni mke wangu. Mpenzi wangu ambaye ni kila kitu changu kipo kwake, yani kila kitu nimewekeza kwake. Leo hii Sharifu akunifanyia hivi kweli? Mimi ndugu yako. Umesahau wapi mimi na wewe tumetoka? Bwana Kitasa. Mimi sikuwa naye. Kwa kweli Sharifu, yani imani yako ndogo sana.
imani yako ndogo sana. Mimi nakwambia sikuwa naye, na ningekuwa nani jamani. I see. Mimi sikuwepo. Nimeshinda shamba siku nzima. Hukuwepo wapi? Nimekuona Sharifu, nimekuona kwa macho yangu mawili kabisa. Basi sawa mjinga mimi. Mimi lojiaminisha mimi kukutuma wewe umfuate shemeji yako ukamtongoze. Leo mimi nimekuwa mjinga. Sawa, pata wewe. Haina shida. Kitasa. Bwana. Hamna siri duniani. Haya, huyu katuona jionaje? Chochoro zenyewe bana alikuwa anapita anatafuta nini? Ndio hao wanakabwa mchana wanakuja kusingizia wahuni. Aende zake kuna na mlamba. Hapa natafuta Juma, namwambia kila kilichotokea na yule mwanamke na mlamba.